Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana watumishi wa Mungu. Tunamtukuza Mungu kwa siku njema tena hii leo ambayo Mungu ametupa kibali na ameifanya leo machoni petu ya kwamba iwe ni siku ya kupendeza. Leo tutakuwa na muendelezo wa somo letu ambalo linasema imani ufunguo wa kutenda mambo makubwa. Tumejifunza sehemu ya kwanza na tulikuwa tunaangalia maana ya imani. Sehemu ya pili leo kwa neema ya Mungu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutajikita katika eneo moja ambalo ni tunataka tutambue nini chanzo cha imani. Ama tutakuwa tuna somo linasema chanzo cha imani ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17. Tutaanzia pale. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Mungu linazungumza pale. Biblia inasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Nitarudia. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kutoka kwenye huo mstari wa kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 tunaona wazi kabisa Biblia inatuambia kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Chanzo cha imani ni kusikia. Kwa hiyo tunapata kutambua kabisa ya kwamba imani imejengwa katika msingi wa kusikia, ama imani imeanza katika msingi wa kusikia. Chochote unachokisikiliza kinaweza kikajenga imani. Kitokea kwenye kitabu hicho kinatuambia imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nataka tu nikwambie tu ya kwamba jambo lolote ambalo una uwezo wa kulisikiliza au chochote unachokisikia kina uwezo wa kuijenga imani yako. Itategemea sasa ni imani ya namna gani ambayo unaijenga kutokana na kile ambacho unakisikia. Lakini hapa Biblia inatuambia imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Nataka nikwambie kwamba kuna vitu viwili vya kutambua, au kutokana na hilo neno hapo ambalo tumelisoma tunapata aina mbili za imani hapa. Imani inaweza ikawa ni imani ya Mungu ama imani ya kweli, na imani pia inaweza isiwe imani ya Mungu au imani isiyo ya Mungu. Hapa tunazungumzia imani isiyo ya kweli. Imani ya Mungu ni kitu gani? Tukianza kuzungumzia imani ya Mungu, ndio tunaipata pale kwenye hicho kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Biblia inasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani ya Mungu hii ni imani ambayo inakuja kwa kusikia, lakini si tu kusikia, bali kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo wakati wowote tunapotoa masikio yetu kulisikia neno la Kristo, tunapokuwa na access ya kulisikia neno la Kristo, tuwe na uhakika ya kwamba tunajenga imani ya Kristo au imani ya kiungu. Manake tukiwa tunakosa nafasi ya kulisikia neno la Kristo, ni kumaanisha ya kwamba tunakosa nafasi ya kuijenga imani ya Kristo ndani kwetu, au ndani yangu, ndani yako. Kwa hiyo una haja kubwa sana ya kutamani na kuwa na shauku ya kulisikia neno la Kristo, kwa sababu ndio chanzo cha imani ya kimungu. Maanake kama ninakosa nafasi ya kusikia neno la Kristo, ninakosa nafasi ya kuwa na imani ya Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kwenye kile kitabu cha Mathayo kama sikosei sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu maisha ya mwanadamu 100% yanaishi kwa sababu ya imani. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hakusema ataishi kwa mkate. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Manake naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Manake ataishi kwa imani. Kwa kama mwenye haki ataishi kwa imani, manake imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Manake mwenye haki ataishi kwa kusikia
neno la Kristo. Manake neno la Kristo ndilo neno linaloijenga imani, ambayo hiyo imani inakupa uhakika wa kuishi duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuambia kwamba imani ya Mungu inajengwa kwa kusikia, na hakuna mwanadamu yeyote katika hii dunia ambaye anaweza akaishi pasipo imani. Utanielewa? Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaishi duniani pasipo imani, na ndio maana nimekuambia tunapata imani mbili, imani ya Mungu na imani isiyo ya Mungu. Lakini nataka tuanze kuzungumzia kwanza hii imani ya Mungu, na nimekuambia inakuja kwa kusikia. Kusikia kunakotokana na neno la Kristo. Kwa hiyo kama unahitaji kuwa na maisha yaliyo na uhai, lazima uwe na uhakika wa kusikia kutoka kwa Kristo. Manake kile unachokisikia kutoka kwa Kristo ndicho kile kinaijenga imani yako ndani. Chanzo cha imani yako inapaswa kuwa sauti au neno linalotoka kwa Kristo, kwa sababu lile neno linalotoka kwa Kristo ndilo neno linalokupa uhai ndani, na linakufanya kuendelea kufanyaje? Linakufanya kuendelea kuishi. Kwa hiyo tumeshasoma kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? Kwa neno la Kristo. Kwa kama kusikia kunakuja kwa neno la Kristo, iko haja ya sisi kuwa na sababu za makusudi kutafuta kusikia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuandikia njia kadhaa kwamba ni kwa namna gani ambao wewe unaweza ukaanza kusikia kutoka kwa Kristo. Njia namba moja, kwamba kwa namna ipi nitaweza kusikia neno la Kristo? Nitumie njia gani ili kusudi niweze kusikia neno la Kristo? Hapa kuna njia kadhaa nimezianalyze na nitazitaja kwa neema ya Kristo na tutazizungumza. Njia namba moja, ili kusikia neno la Kristo, kwa sababu ili uishi lazima uwe na neno la Kristo. Pasipo neno la Kristo huwezi ukaishi. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno asemalo Mungu. Maana yake ni kumaanisha nini? Ni lazima uwe na neno linalotoka katika kinywa cha Mungu ili upate kuishi. Na hilo neno linalotoka katika kinywa cha Mungu ndilo linalokupa uhakika wa wewe kufanyaje? Kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndilo linalojenga imani, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Jambo la kwanza, ni namna gani nitaitumia ili niweze kusikia neno la Kristo? Kwanza, namba moja ni kusikiliza mahubiri kupitia watumishi wake. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 25, kitabu cha Yeremia sura ya 25, utaangalia pale Biblia inazungumza. Yeremia sura ya 25 mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Yeremia sura ya 25 mstari wa 4. Biblia inasema, naye Bwana ametuma kwenu watumishi wake wote, hao manabii, akiamka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkuwasikiliza, wala hamkutega masikio yenu msisikilize. Manake hawa ni watu, ni wana wa Israeli, walipewa nafasi. Mungu alituma kwao nabii, akawapa nafasi ya kusikia, lakini hawakusikia. Mind you ni kwamba kwa sababu hawakuisikia sauti ya nabii, maana yake ni kumaanisha kwamba ndani yao hawakuwa na imani iliyojengwa na sauti ya Mungu. Kwa hiyo kama hawakuwa na imani iliyojengwa kutokana na sauti ya Mungu, ni kumaanisha kwamba maisha yao hayakuwa katika hali ya uhai sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumesoma hapo, ili niweze kusikia lazima niwe na nafasi ya kumsikia mtumishi wa Mungu. Hapa ninazungumzia mchungaji wako kanisani. Inawezekana ni mtu ambaye unamfuatilia, anafundisha neno la Mungu, walimu wa neno la Mungu hapa, wachungaji wetu, mitume, manabii, yeyote ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye ameitwa na Mungu, ambaye kwako umepata nafasi ya kumsikia au kumsikiliza, ana nafasi kubwa sana ya kukusikizisha neno la Kristo ambalo lina impact baadaye ya kuijenga imani yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafuta au kuwa na watu tunaowasikiliza, ili kusudi kuhakikisha ya kwamba tunajenga imani, na si watu tu, bali watumishi wa Mungu walioitwa na Mungu kimaalum kwa ajili ya kusema habari za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna haja kubwa sana ya kumsikia Mungu
ili kusudi tuweze kujenga imani za kiungu ndani yetu, kwa sababu tusipomsikia Mungu tuwe na uhakika tutakuwa tumefungulia mlango wa kupata sauti zingine au kusikia mambo mengine yatakayojenga imani nyingine tofauti na imani ya Kristo. Kwa hiyo kama tuna muda mwingi wa kumsikia Mungu, tuna muda mwingi wa kujenga imani ya kiungu ndani yetu, na tuna muda mwingi wa kuwa na uhakika wa kuishi maisha ya uhai, kwa sababu tuna uhai. Maana mwenye haki ataishi kwa imani, na imani inayokuja kwa kusikia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kusikiliza nyimbo za Kikristo kupitia waimbaji wake au kuimba binafsi. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 na Waefeso sura ya 9 mstari wa 19. Anasema pale, na tukionyana kwa tenzi na nyimbo za rohoni. Sitasoma kwa sababu ya muda. Na huku tukimwimbia Mungu mioyoni mwetu. Hilo neno ukilisoma utasoma kwa muda wako, wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 16 na Efeso sura ya 9 mstari wa 19. Hapa linatuonesha umuhimu wa nyimbo, kwamba tunapokuwa tunatoa nafasi yetu au muda kusikiliza nyimbo za Kikristo, kupitia nyimbo za Kikristo kuna uwezo mkubwa sana wa kujenga imani, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. Kwa tunaposikiliza nyimbo za Kikristo zenye maudhui ya kimungu ndani yake, tuwe na uhakika kwamba we are creating chance kusikia sauti ya Mungu. Na kama tunatoa nafasi ya kusikia sauti ya Mungu, tutasikia Mungu anasema nini kupitia nyimbo. Kile tunachokisikia ndani yetu tuwe na uhakika kwamba kinakwenda kutengeneza imani ya kiungu. Kama tumeitengeneza imani ya kiungu, tuwe na uhakika kwamba tutaishi, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na nafasi pia ya kusikiliza neno la Mungu kupitia waimbaji au kuimba wenyewe. Hapa kuimba wenyewe inamaanisha nini? Si tu kusikiliza nyimbo za Injili, hapana, lakini uwe na wakati binafsi wa kupata nafasi ya kuimba mwenyewe, kumsifu Mungu, kumwabudu Mungu, kuimba nyimbo za polepole, kuimba nyimbo za haraka ambazo zina maudhui ya kiungu binafsi yako. Kitakufanya kujenga imani, kwa sababu unapokuwa unaimba, masikio yako yanasikia kile unachokisema. Kwa hiyo kitajenga imani yako, kwa sababu unajisikizisha neno la Kristo kwa kusema, kwa kuimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upate nafasi ya kuimba, upate nafasi ya kusifu. Kile unachokisifu, kile unachokiimba, unapokisikia kinajenga imani ya Kristo ndani, na kile unachokisikiliza kutoka kwa waimbaji wengine kinajenga imani ya Kristo au imani ya kimungu ndani yako. Jambo la tatu, kulitamka neno la Kristo kwako binafsi au kibinafsi. Jambo la tatu, ili niweze kuisikia niweze kuisikia sauti ya Mungu au niweze kulisikia neno la Kristo. Kulitamka neno la Kristo kwako kibinafsi, au hii tunaita kutafakari. Neno la Kristo linapaswa kuwa kwanza au kuwa la kwanza kutoka kwenye vinywa vyetu. Kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, na kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kwa nini anamwambia kisiondoke kinywani mwako? Manake haitoshi kuwa na neno la Kristo ndani, inafika hatua ambayo tunahitaji kulitoa neno la Kristo kutoka kwenye vinywa vyetu. Tunapolitamka neno la Kristo kutoka kwenye vinywa vyetu, litajenga imani ya kimungu ndani. Maanake neno la Kristo likibaki ndani halina impact, kwa sababu impact inakuja neno la Kristo linapowekwa katika kinywa. Unapolitamka katika kinywa, linakusikizisha wewe binafsi kwenye masikio yako, kwa sababu imani inajengwa kwa kusikia. Maanake imani haijengwi kwa kuliweka neno moyoni. Ukishaliweka neno moyoni, unapolitamka katika kinywa, linakusikizisha imani ya neno. Kwa hiyo linapokusikizisha ile imani ya neno ndani yako, inajengeka imani ya kiungu, ambayo ni imani thabiti inayokufanya kuwa na uhakika wa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani, usisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo iko haja ya kutamka maneno, iko haja ya kusema scriptures ambazo Mungu ameisha tufunulia na tukazifahamu na kuzijua. Hazitoshi tu kuendelea kuziacha moyoni, bali tuwe tunazitamka katika kinywa, ili kusudi zisikizishwe kwenye masikio yetu.
Neno la Kristo linapotamkwa katika kinywa linakuwa na nguvu ya kujenga imani kwa yeye anayelitamka, kwa sababu kama neno limebaki ndani na haulitamki, uwe na uhakika nguvu ya neno itakuwa kwa kiwango kidogo. Ili nguvu ya neno iwe kwa kiwango kikubwa, ni lazima uwe na nafasi ya kulitamka hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya kuyaweka maneno ya Kristo katika vinywa vyetu. Haitoshi tu kusema Bwana ndiwe mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kwenye moyo, lakini nafaa kuyatamka hayo maneno kwenye kinywa chako, ya kwamba Bwana ndiwe mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake mwenyewe. Yes, unapotamka lile neno linajenga imani ndani yako, kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana wewe Bwana uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kwa hiyo una uhakika kwamba nitakapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana yeye ambaye ninatamka hili neno kila wakati, yeye ambaye huwa ninamkiri kila wakati kupitia neno lake, nimelisikia hilo neno, limenijengea imani. Kwa hiyo nina uhakika hata ninapopita katika magumu, nina uhakika wa ushindi, kwa sababu imani ya ushindi imejengeka kutokana na neno la Kristo ambalo huwa ninalitafakari kila siku, au huwa ninalitamka na kulikiri kila siku kwenye kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano, la nne, kulizungumza neno la Kristo kwa watu. Hapa ninazungumza kuwa mshuhudiaji. Zaburi sura ya 22 mstari wa 22, nami nitalitaja jina lako katikati ya ndugu zangu, nitalihubiri jina lako katikati ya ndugu zangu. Daudi anasema nitalihubiri jina lako katikati ya ndugu zangu. Kwa hiyo linapokuwako neno la Kristo ndani yako, unapoamua kulihubiri kwa watu wengine, linajenga imani. Imani inajengwa unapoendelea kulizungumza neno la Kristo, kwa sababu nguvu ya neno la Kristo inapatikana kwa yeye ambaye analitumia neno la Kristo. Unapoendelea kulitamka na kulisema, kulihubiri kwa rafiki zako, kwa jamaa zako, kwa ndugu zako, lile neno la Kristo unalolitoa linajenga imani ya kiungu ndani yako. Kwa hiyo iko haja kubwa sana ya kuendelea kuwa washuhudiaji wazuri wa injili ya Kristo, ili kusudi tuendelee kujenga imani thabiti ya Kristo kwenye maisha yetu, kwa sababu tukibakia na neno tu ndani ya mioyo yetu halina impact yoyote, lakini tunapoamua kulisema na kuliweka wazi kwa watu, tuwe na uhakika litajenga imani kubwa ndani yetu ya kiungu. Na ndio maana Kristo anasema yeye atakayenionea haya kwa ndugu zake, nami nitamwonea haya. Maana yake ni nini? Tunapolitamka neno la Kristo kwa watu, tunamwonyesha Kristo kwamba hatuonei haya neno lako, hatuionei haya injili, kwa sababu tuna uhakika ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Kwa tunapotamka katikati ya ndugu zetu, tuna uhakika Kristo tunayemsema anakwenda kuachilia uokovu. Kwa hiyo kama Yesu tunayemsema anaachilia uokovu kwa watu wengine, itakuwaje kwetu sisi? Kwa hiyo tunajenga imani kabisa kwamba Mungu tunayemwabudu tuna uhakika naye, kwa sababu tunamuona anavyofanya, tunamuona anavyotenda kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mshuhudiaji mzuri sana wa injili kama unahitaji kuwa na imani thabiti ya kiungu. Jambo la tano, kusoma neno la Mungu. Hiyo ni Zaburi ya 119 mstari wa 130. Biblia inasema kwamba kufafanusha kwa maneno yako kuatia nuru. Lugha ya Kiingereza from King James translation inasema kwamba the entrance of thy word giveth light. Oh my God. The entrance of thy words giveth light. Maanake neno la Kristo linapoingia ndani yako linakupatia nuru. It gives you understanding. Uelewa au ufahamu unapoingia wa neno la Kristo ndani yako, it powers you. Inakupa nguvu, inakupa ujasiri na uhakika wa kulisema neno la Kristo, kwa sababu now you are not speaking the word of God in vain. You understand kwamba neno la Kristo linamaanisha nini, neno la Mungu limemaanisha nini, nimesoma hili neno, nimepata ufunuo gani. Kwa ule ufunuo unaopata, it will generate what we call the power of utterance. It will generate the power to speak. Itakupa nguvu ya usemi ule unaotokana na ufunuo wa neno la Mungu. Unapotamka, unapolisema, linakujengea imani, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya kusoma neno la Mungu na kumwomba Roho Mtakatifu akufunulie na akupe maarifa na ufahamu, upate kupata mafunuo au ufunuo mpya kutokana na kile ambacho unakifanya, au kutokana na neno la Kristo ulilolisoma, ili kusudi ujenge kitu kinaitwa utterance. Speech ijengwe, kwa sababu Biblia inasema kwamba now
wakaanza kuyasema yale maneno ya imani. Maana tunapokuwa na nguvu ya ufunuo au tunapopata ufunuo wa neno la Mungu, tunakuwa na uwezo wa kuyasema na kuyatamka maneno ya imani. Maneno ya imani yanakuja kwa sababu tumepata ufunuo wa neno la Mungu. Tumekuwa wasomaji wazuri wa Biblia. Kwa hiyo tunapoendelea kusoma Biblia, Mungu anatufungua ufahamu na akili na maarifa, then what we get, tunapata huo ufahamu, huo ufunuo. Huo ufunuo tunapoendelea kuutamka na kuutamka na kuutamka, tuwe na uhakika ya kwamba inajenga imani ndani yetu, imani thabiti, imani ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Naamini mtumishi wa Mungu mpaka hapo umenisikia. Nilikuwa ninazungumza kwa habari ya chanzo cha imani, na tumeangalia chanzo cha imani kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari 17. Tumejua imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na tumeangalia njia hapa, tukaangalia kwamba kutokana na hilo neno tunapata aina mbili za imani. Imani ya Mungu ambayo ni imani ya kweli, na imani isiyo ya Mungu. Maana yake hapo ni imani isiyo ya kweli. Tumeangalia imani ya Mungu, na tumeangalia hiyo imani ya Mungu jinsi ilivyo, na ni kwa namna gani tunaweza tukapata hiyo imani ya Mungu au kulisikia hilo neno la Kristo ambalo linajenga imani ya kiungu. Na Mungu akitupa nafasi, next time tutakuwa na wakati mzuri wa kujifunza imani isiyo ya kimungu inakujaje. Inawezekanaje mtu wa Mungu akajikuta ameakwaya imani isiyo ya kiungu, au inatokeaje mtu wa Mungu akajikuta ameakwaya imani isiyo ya kiungu? Ni jambo la msingi sana la kujua, kwa sababu usipojua utajikuta umekamatwa katika mazingira ambayo haujui ni kwa namna gani utatoka. Kwa hiyo tutakapogundua pia ni kwa njia gani mtu anajikuta ameakwaya imani isiyo ya kiungu, tutakuwa na uwanja mzuri wa kujua ni kwa namna gani tufanye ili kusudi tuendelee kuwa na imani njema, imani thabiti ya kiungu. Tufanye nini ili tuendelee kudumu katika imani ya kweli, na tufanye nini ili tuepuke tusije tukaingia katika mkondo wa kuingia katika imani isiyo sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Hadi wakati mwingine tutakapokutana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bye bye.